Sasa tuangalie hivi Yesu alipokuja hapa duniani malengo yake yalikuwa ni nini hasa? Na watu wengi wanaelewa tu kwamba Yesu alikufa kwa ajili ya dhambi za ulimwengu. Wanaamini kwamba Yesu tu ni mwokozi, lakini hawajui kwa ndani. Hivi kwa nini Yesu alikuja duniani? Kwa nini Yesu alifunga sabato kwa mbinguni kuja duniani? Alikuwa na sababu gani? Namba moja, Yesu alikuja duniani ili kufunua tabia ya Mungu. Kwa nini tunasema Yesu alikuja duniani kufunua tabia ya Mungu? Tangu mbinguni hadi duniani, Shetani alipokuja hapa duniani, alimsingizia Mungu uongo na akawashawishi binadamu waamini ya kwamba matatizo yote, shida zote anayeleta ni Mungu. Matatizo yote, vifo, matatizo mbalimbali, waliamini. Shetani aliwashawishi binadamu waamini ya kwamba aliyeleta mambo hayo ni Mungu. Sasa Yesu alikuja kusahihisha uongo huo wa Shetani. Shetani alikuwa na sababu haikuwa moja. Aya Yohana 10 mstari ule wa Yohana 10 mstari ule wa 10. Sikilizeni. Haji ila aibe na kuchinja na kuharibu. Mimi nalikuja ili wawe na uzima kisha wawe nao tele. Kwa sababu mimi nalikuja ili wawe na uzima kisha wawe nao tele. Ila mwizi ndio kuharibifu. Lengo lake ni kuharibu tu. Mimi Yesu sio ninaenda kuharibu. Nalikuja ili wawe na uzima. Yaani Mungu anapenda sisi tuwe na afya nzuri. Tusiugue. Tusiwe na magonjwa ajabu, tuwe vizuri. Lakini Mungu anapenda kwamba sisi tupate uzima wa milele. Yesu akatangaza lengo lake. Unajua dunia hii wakati Yesu anakuja ilikuwa kwenye giza kubwa. Giza totoro la kutojua tabia ya Mungu, la kutojua Mungu. Ndio maana Yesu alipokuja akasema, "Sasa mwanga mkuu umewazukia, mwanga umekuja duniani." Mwanga wa kumjua Mungu, mwanga wa kumwelewa Mungu. Maana Biblia inasema giza litafunika dunia. Yesu alipozaliwa alikuta giza limefunika dunia. Isaya mstari wa 2. Maana tazama giza litafunika dunia, na giza kuu litafunika kabila za watu. Bali Bwana atakuzukia wewe, na utukufu wako utaonekana juu yako. Giza kuu litafunika dunia. Yesu alipokuja alikuta giza limefunika dunia. Akasema kwa sababu giza limefunika dunia, giza kubwa sana. Sasa na yeye akaleta mwanga mkubwa. Maana giza lilikuwa limefunika dunia. Giza gani hilo? La kutojua tabia ya Mungu. Namba moja, Yesu alikuja afunue tabia ya Mungu duniani. Tabia ya Mungu ni ya upendo, tabia ya Mungu ni ya huruma. Shetani alipokuja duniani aliwatupia watu magonjwa mabaya ya ajabu. Mapepo, vifafa, ukichaa. Watu wanaogopa magonjwa mpaka mili yao wanapindana, sio wanakueje. Wengine wanaomba mpaka 38, wengine 12, wengine wana mapepo yanawatupa kwenye maji na wapi. Na Shetani alipokuwa ametupa mapepo na magonjwa kwa binadamu, aliwashawishi, alisema hayo mambo anayowaletea ni Mungu. Hayo yote haya yanaleta ni Mungu. Sasa Yesu alikuja kuonyesha kwamba hapana, haiko hivyo. Matendo 10. Kwa nini Yesu alikuja duniani? Na wengine mpaka leo bado hawajui tabia ya Mungu. Na wengine wanaabudu bado hawamjui Mungu. Matendo 10. Mstari ule wa 38. Matendo 10:38. Anasema habari za Yesu wa Nazareti, jinsi Mungu alimtia mafuta kwa Roho Mtakatifu na nguvu, na akazunguka kwa Roho kutenda kazi njema na kuponya wote wanaoona Ibilisi, kwa maana Mungu alikuwa pamoja naye. Yesu alizunguka huku na kule
wakimletea wagonjwa wa magonjwa mbalimbali sugu ambao wanatoka damu. Anasema walioonewa na ibilisi. Ibilisi aliwaonea binadamu kwa kuwaletea magonjwa mabaya sana duniani. Lakini akamwambia hayo mambo yote jamani, kama mnakufa ovyo mnafanya nini? Yote hayo mambo jamani, analeta ni Mungu. Ndio maana wale watu wengine baba hawajui. Ukitoka ugonjwa wa ajabu, utashangaa kutoka kwa mtu anaugua anasema ugonjwa wa Mungu. Mtu amekufa anasema ni Mungu. Kazi ya Mungu haina makosa. Jamani, muharibifu, muuaji, chanzo cha masumbuko duniani ni mwovu ibilisi. Yeye pia anaitwa jina lake lingine muharabu au muharibifu. Hebu sikiliza Waebrania 2 mstari ule wa 14 na 15. Waebrania 2 mstari wa 14 na 15. Basi kwa kuwa watoto wamezidi damu na mwili, yeye naye vivyo hivyo alishiriki hayo ili kwa njia ya mauti amharibu yeye aliyekuwa na nguvu za mauti, yani ibilisi, awache huru wala ambao kwamba maisha yao yote kwa hofu ya mauti walikuwa katika hali ya utumwa. Kwa Yesu, Biblia inasema hivi ya kwamba amharibu aliyekuwa na nguvu za mauti, yani ibilisi. Jamani, ibilisi ndio chinja. Hata ajali nyingi za nchi kavu na baharini zinasababishwa na ibilisi. Hata vifo vingi na magonjwa mengi yanasababishwa na ibilisi. Biblia inasema Yesu alikuja kuvunja kazi ya ibilisi. Naomba tutambue jamani, hapa duniani kazi zingine sio za Mungu, kazi zingine ni za ibilisi. Naeleza habari za Yesu kuja duniani. Kwa nini alikuja? Ufahamu. Usije ukasema namjua Yesu, ukapata unafahamu kajato kamoja, unaluka tu kwamba Yesu amefanya nini. Mwelewe vizuri huyu Yesu. Katika kwanza Yohana 3, Biblia inaeleza wazi habari za Yesu. 3:8, kwanza Yohana 3:8. Atendaye dhambi wa ibilisi, kwa kuwa ibilisi tenda dhambi tangu mwanzo. Kwa kusudi hili mwana wa Mungu alidhihirishwa ili azivunje kazi za ibilisi. Dhambi gani ibilisi alitenda tangu mwanzo wa dunia? Alimuua Habili, alimuongoza Kaini amuue Habili. Kwa tangu mwanzo alianzisha mauaji na vurugu na fitina. Na ngoja niwaambie, wakati ibilisi alipotupwa mbinguni, kuna jambo lilitangazwa kule mbinguni. Mbinguni wakatangaziwa hivi. Biblia inaeleza kwenye Ufunuo kwamba itangaziwa nini mbinguni. Ufunuo 12 mstari ule wa 12, hizo kitangazwa mbinguni. Anasema, kwa hiyo shangilieni enyi mbingu, nani mkaao humo, ole wa nchi na bahari, kwa maana yule ibilisi ameshuka kwenu mwenye ghadhabu nyingi, akijua ya kuwa ana wakati mchache tu. Baada ya shetani kufukuzwa mbinguni, wakaambia, ninyi wa mbinguni shangilieni ninyi, furahini ninyi. Mbinguni ni amani jamani, hakuna magonjwa, hakuna makaburi. Ninyi wa mbinguni shangilieni. Wa duniani, ole wa mbingu na nchi, baada yule ibilisi ameshuka kwenu, akasababisha machafuko nchi kavu na baharini. Ndio maana baharini meli zinapata ajali nyingi. Ndio maana nchi kavu, magari ajali ni nyingi, matuleni ajali ni nyingi, vimbunga na mambo mengine ajabu duniani yanatokea. Ni vurugu za ibilisi. Anataka ape na watu haraka, mapema sana, watu kabla hawajatubu dhambi. Jamani, Mungu angekuwa muuaji, angekuwa anapendezwa na mauaji, mbinguni kungekuwa na makaburi mengi sana. Mbinguni kuna malaika wengi sana, lakini mbinguni hakuna makaburi, wala mbinguni malaika hawachinjwi. Makaburi yako duniani ambapo ibilisi alishuka.
moja katika yetu alikuja kufunua tabia ya Mungu. Na mimi kwenye mkutano huu natangaza habari kwamba Mungu wa mbinguni ni mwenye huruma, ni mwenye upendo. Na anasema iweni na huruma kama Baba yenu wa mbinguni alivyo na huruma. Kama wewe ni Mkristo hauna huruma kwa watu wenye shida, wenye magonjwa, wanaosumbuka, wewe humwakilishi Mungu wa mbinguni. Wapo wengine ni Wakristo wazuri, wanavaa vitenge vizuri na tai vizuri, na wengine wanavaa hata makazi marefu, lakini hawana huruma. Kama huna huruma, wewe ni muuaji, wewe ni jambazi mbele za Mungu. Mwanadamu ambaye hana huruma hawezi kusaidia watu, anaweza pita ya kwamba ni muuaji. Ndio maana kawaambia Yesu wale watu ambao hawasaidii watu, atawaambia ondokeni mliolaaniwa, muende kwenye moto wa milele aliyowekea tayari ibilisi na malaika zake. Jamani, Yesu alikuja kufunua tabia ya Mungu, kutangaza tabia ya Mungu. Na kwenye mkutano huu tutatangaza tabia ya Mungu na kumweleza Mungu habari zake jinsi zilivyo. Haya. Namba 2. Kwa nini Yesu alikuja duniani? Na waambie ukisikiliza toba hili vizuri, utababaishwa. Kwa nini Yesu alikuja duniani? Yesu alikuja duniani kuonyesha kielelezo cha tabia inayofaa. Alikuja kutoa mfano wa tabia tunataka wanadamu tuifuate. Yohana 1:29. Yohana 1:29. Sikilizeni mnaosikiliza, mnaompenda Mungu wa mbinguni, sikilizeni kwa makini. Yohana 1:29. Siku ya pili yake amwona Yesu anakuja kwake, akasema, tazama mwana kondoo wa Mungu aichukue dhambi ya ulimwengu. Biblia inasema, tazama mwana kondoo wa Mungu aichukue dhambi ya ulimwengu. Jamani, tumwangalie Yesu. Ndiyo kipimo cha tabia. Ukiwaangalia watu, maaskofu au mapadri au wazee wa kanisa wa Injilisti, tazama mwana kondoo wa Mungu aichukue dhambi ya ulimwengu. Usije ukaacha kumwabudu Mungu kwa sababu ya mtu fulani ana tabia mbovu. Hapana, jamani, kielelezo ni Yesu Kristo. Ndio kipimo cha tabia. Lazima ufahamu. Tazama mwana kondoo wa Mungu aichukue dhambi ya ulimwengu. Yesu alikuwa mwaminifu, hajawahi tenda dhambi. Yohana 15:10 anasema hivi. Yohana 15:10. Yesu ndio mfano bora wa kuiga, wa kuangalia. Yohana 15:10 Biblia inatueleza, mkizishika amri zangu mtakaa katika pendo langu, kama vile mimi nilivyozishika amri za Baba yangu na kukaa katika pendo lake. Kwa hiyo kama mkishika amri zangu mtakaa katika pendo la Baba yangu. Yesu alishika amri za Mungu, anaambia wanafunzi nao washike. Jamani, mtu wa kumwiga, mtu wa kumwangalia ni Yesu. Usije kuhangaika na mashemasi na wazee wa kanisa na maaskofu na mapadri na wengine na mashehe, ukasema basi mimi siwezi kumwabudu Mungu maana mtu fulani hayupo vizuri. Hapana. Waraka wa kwanza Petro 2:21 tunamweleza Yesu kwamba ndio kielelezo na ndio mfano wa tabia. Hata kama mchungaji angetembea na mke wako, hata kama mzee wa kanisa angekudhulumu hela, hata kama mwinjilisti angekutukana, usije kumwacha Mungu, maana huyo sio Mungu wako. Waraka wa kwanza Petro 2 mstari ule wa 21 hadi 23. Kwa sababu ndio mlioitiwa, maana Kristo naye aliteswa kwa ajili yenu, akawaachia kielelezo mfuate nyayo zake. Yeye hakutenda dhambi, wala hila haikuonekana kinywani mwake. Yeye alipotukanwa kurudisha matukano, alipoteswa kuogofya, bali alikabidhi kwake yeye akumbuke kwa haki. Kwa anasema Yesu alituachia kielelezo. Mojawapo ya lengo la Yesu kuja duniani ni kuja kutoa kielelezo cha tabia inayofaa. Unajua zamani kuna mtu mmoja alipoona mtu fulani anayesali waligombana.
Na walipogombana na mtu anayesali, yeye aliamua kumtukana Mungu wa mbinguni. Na alipoamua kumtukana Mungu wa mbinguni, walipopeleka kesi, Mungu akasema ya kwamba mtu huyo uawe. Kwa hiyo tulifahamu katika kitabu cha Mambo ya Walawi. Wapo mfano, mtu mmoja aligombana na mcha Mungu. Walipogombana akaamua kwamba mtukane Mungu, kwamba Mungu naye hana maana. Mbona mtu huyo anayesali ambaye ni Mikaeli tumegombana naye, akaamua mshukuru Mungu. Sikiliza kichwa mfuta. Mambo ya Walawi 24 mstari ule wa 10 na kuendelea. Mstari wa 10 pale na kuendelea, kusikia jambo lililofanyika. Ikawa mwana wa mwanamke wa Kizraeli ambaye babaye alikuwa Mmisri, akatoka tatu Kizraeli na Mwisraeli mmoja, wakapigana pamoja ndani ya marago. Kisha huyo mwana wa mwanamke wa Kizraeli akalikufuru hilo jina na kuapiza. Nao wakamleta kwa Musa. Na jina la mama alikuwa kiitwa Shelomith binti Dibri wa kabila ya Dani. Nao wakamtia kifungoni ili wapate kuambiwa neno litakalotoka kinywani mwa Bwana. Aliapiza nje ya marago. Na wale wote waliomsikia na waweke mikono yao juu ya mikono yao kichwani mwake. Kisha mkutano wote na waamue kwa kumpiga kwa mawe. Nao neno la Mungu